Naam, yataenda kuongea na hadhara hii moja kwa moja kwa nini tunajudi hali hii. Asante sana Idrisa. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Kwa mwisho hivyo. Sawa. Habari za mchana na karibuni makao makuu ya klabu yetu Jangwani jijini Dar es Salaam. Nawakaribishe pia Watanzania, mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans ambao sasa hivi wako mubashara kupitia Azam TV, lakini pia kuna vyombo mbalimbali vya habari hapa naambiwa vinaruka live wenyewe pia. Kwa hiyo kote huko tuwakaribishe, lakini kwa sababu sasa hivi vyombo vyetu vya habari vinafika mbali barani Afrika na Yanga ndiyo timu kubwa barani Afrika. Kwa hiyo leo press hii inatazamwa na sehemu kubwa ya bara la Afrika. Jambo la pili, japo sio kwa umuhimu, hata kama hamniambii, lakini nafsi yangu inajua kwamba nimependeza na hii jezi. Unaweza kuwa mnajikaza kusema, lakini ukweli ndio uko hivyo, au sio dada? Jezi imenipendeza, na hizi ni jezi zetu za mazoezi. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni training kit, jezi ambazo watafanyia wachezaji mazoezi. Kumekuwa na maswali mengi. Kwanza watu wakiuliza tumeona jezi hizi tunazipata wapi, itakuwaje na nini na nini. Niwaambie tu wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, hizi pia zitakuwepo dukani. Hizi pia zitakuwa dukani na zitakuja kuuzwa. Lakini cha kwanza tukae tayari kusubiri uzinduzi wa jezi zetu za msimu ambazo zitatumika kwenye mechi zetu mbalimbali, jezi ambazo pia zitaingia kwa wingi sokoni ziweze kununuliwa. Moja katika swali ambalo watu wengi wanajiuliza, kama za mazoezi watu wamekamia hivi, hizi jezi za ligi za msimu zitakuwaje? Hili swali limejiulizwa sana. Kama tu training kit Yanga wameuma meno namna hii, hizo jezi za msimu zitakuwaje? Ndugu zangu, niwaambie bosi wetu Ghalib Said Mohamed GSM mwaka huu amekamia kwelikweli, nje ndani kauma meno. Na kwenye sekta hii ya jezi msimu huu, jezi za Young African Sports Club zimekuwa designed na one of the top designer toka nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Huyu mtu siku moja au mbili kabla ya kuzindua jezi, bosi amesema atamshusha hapa Dar es Salaam Tanzania, na waandishi mtapata fursa ya kuja kumhoji awaelezee kwa kina alitoa wapi mawazo ya kutengeneza uzi bora kama huu ambao nimeuvaa hapa, na uzi bora kama ambavyo tutakwenda kuuzindua kwenye mechi zetu za ligi na msimu. Unajua uzuri ukishakuwa na jezi bora unapunguza hata nguvu ya kujielezea. Yaani there is no way tukatafuta designer kutoka Paris na hii yeke sawa Nakuja swala la jezi za Yanga, usiseme Paris, ni Paris. Utafute designer bora kutoka Paris Ufaransa, alafu upite kutoa 10,000 watu wasifie jezi. Hatuwezi kufanya hilo jambo. Jezi zenyewe zinajielezea quality yake. Hapa nimeingia hapa, nilipoingia tule kwenye mkutano hapa, ni kama maonyesho ya Sabasaba pale mnapofunguliwa geti. Mnakimbilia kuona vitu ile, wow, nasikia waandishi wote kila mtu alikuwa wow. Jadu umekusikia? Wow, ndio jezi kishakuwa kali, unapunguza namna kujielezea. Sababu jezi tayari
imenyoka. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, kwenye swala la jezi msimu huu tumemaliza. Tunazindua lini? Tunazindulia wapi? Zinauzwa lini? Ndio sababu nimekuja hapa leo tuzungumze, tupate majibu ya mambo yetu yote haya. Lakini tuanze kwenye swala la msingi ambalo tuko nalo hapa mbele. Ratiba yetu inaonyesha tarehe 2 ya mwezi wa 8 klabu yetu itakwenda kwenye mkutano mkuu wa wanachama, na mkutano huu kama ambavyo ilivyokuwa kawaida, tofauti ambayo inaongezeka kwa mwaka huu, kuna ajenda pia ya uchaguzi pale ndani. Kwa hiyo tutakuwa tuna mkutano mkuu wa mwaka kama kawaida, alafu tutakuwa na ajenda pia ya uchaguzi. Yaani kuna ajenda ziko pale, alafu kuna ajenda inaongezeka ya uchaguzi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wanachama wote ambao kwa mujibu wa katiba yetu ya klabu yetu ya Yanga wamekidhi kuwawakilisha wenzao kwenye mkutano mkuu, tuwe na maandalizi mema, ambao tuko mikoani, Mwenyezi Mungu atujalie safari nzuri, tusafiri salama, tuje tushiriki kwa pamoja kwenye mkutano mkuu wa klabu yetu, tusikilize nini klabu yetu imetufanyia kwa msimu uliopita. Tuna fursa ya kusikiliza sera za wagombea mbalimbali kwenye nafasi tofauti za klabu yetu, na mwisho tutapata fursa ya katiba ya kwenda kupiga kura ya kuchagua viongozi ambao watakwenda kuiongoza klabu yetu kwa miaka 4 inayofuatia. Kwa hiyo ni muhimu tukajiandaa, tukasikiliza sera za wagombea, tukaja kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya klabu yetu ya Yanga. Baada ya mkutano mkuu, tukio ambalo litafuata hapo mbele ni tukio la siku yetu kubwa, kwa maana ya tamasha la wiki ya wananchi. Tamasha hili kwa mwaka huu itafanyika siku ya tarehe 9 na itafanyika kwenye uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Ziko timu kama 2-3 hivi tunazungumza nazo, bado hatuja finalize timu gani. Kuna moja ilikuwa imeshakubali mpaka jana usiku, lakini baada ya kumtambulisha Peter Shalulile email zetu hazijibiwi tena. Sijui shida ni nini, ni mtandao au ni hofu imeingia. Lakini kuna timu moja ilikuwa tumeshaialika vizuri tu tucheze nayo kwenye wiki ya wananchi hapa, lakini jana kuanzia saa 6 mpaka sasa hivi ninapokwenda mitamboni email zetu hazijibiwi. Kwa hiyo tumeshindwa kujua ni mambo ya mtandao au ndio tena balaa la Peter Shalulile limeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia wengine wenye ujasiri ambao tumebaki nao kwenye mazungumzo, na within siku 3-4 hapa baada tu ya mkutano mkuu pale afike kesho yake, tuko kwenye nafasi nzuri ya kuwatangazia timu ambayo itakuja kucheza na sisi kwenye wiki ya wananchi. Nimalize hapa kwenye tukio la wiki ya wananchi kwa kuwaambia wanachama na mashabiki wetu viingilio ambavyo tutakiwa tuwe navyo kwa ajili ya kushiriki kuja kutazama tamasha hili kubwa la kimpira barani Afrika. Tamasha la Yanga kwa mwaka huu limeongezwa wanasema thamani na aina ya sajili ambazo zimefanyika. Thamani kubwa ambayo imeongezwa kwenye tamasha hili msimu huu ni aina ya players ambao tutakwenda kuwashuhudia uwanja wa Uhuru kwa mara ya kwanza. For the first time, wanayanga wanapata nafasi ya kumshuhudia Peter Shalulile akiwa na jezi yetu ya Yanga, akiwa anakiwasha pale uwanja wa Uhuru. Hebu imagine hiyo moment.